mtoto. Njoo hapa mara moja. Wanikumbuka mimi? Ndiyo nakukumbuka. Wewe si ndiye Ali? Oh. Ume bado wanifahamu? Ndiyo nakufahamu. Wewe si ndio ile Ali ulikuwa unatembea na dadako mwanaisha vichochoroni? Sasa basi, nisikize kwa makini. Njoo hapa karibu. Njoo hapa karibu nisikize kwa makini. Nisikie taarifa tu ya mjomba, ndio utajua mimi ni nani. Nitajafanya kitu kibaya ambacho utajuta katika maisha yako. Kwa hiyo nitishia juu mimi ni mtoto. Acha nikwambie. Hii dunia bila malipo chezea. Wewe wanachukulia mimi nani wewe? Yaani wewe wanachukulia mimi kama mtoto mwenzako sio? Wewe na mimi ni mtoto mwenzako. Wewe fanya mahesabu au dunia kufanyia mahesabu. Yaani nilikuwa nadhania wewe ni mtoto ila nimeona ni jitoto. Ina maana yaani jitoto jikubwa. Sasa basi. Nataka nifanye nini ili unyamazie hili jambo? Utanipa 3,000. 3,000? Sasa 3,000 wewe mtoto mdogo atakupeleka wapi? Wewe utanipa au mjomba ndo anipa? Mimi na hiyo 100. 100 ndio 3,000. Hiyo si ya kutosha hiyo. Kwa hivyo kila siku ukiniona unanipea mimi. Kweli imepatikana. Ati kila siku ati nikimuona nimpe 100. Yaani hapo ukija mahesabu kwa wiki hapo na 700 yangu. Ana wazimu ule mtoto lakini hawezi nizimia akili. Nikimuona tu huyo mbio. Nikimuona mbio. Nikimuona mbio. Nishindimia akili ule mtoto. Acha nikae hapa nimtafute Frida. Frida. Natumai kuwa hakuna mtu atakufuata. Hususan na Messi. Kwa hiyo naomba mkondoe wasiwasi. Kwani huko nitoka njia nzima nilikuwa mwenyewe. So dakta. Maana nakuwa na wasiwasi sana na Messi. Anyway, tuachane na hiyo. Unajua Ibrahim ameniambia kuwa nikukumbushe kesho ndio siku kamili ya kukamilisha kila kitu. So kwa hiyo inahitajika uwe makini sana. Sawa? Sawa. Maana haitakiwi kuwa Hamisi afahamu jambo lolote kinachoendelea. Sawa? Sawa. Kwa hilo acha nikondoe hofu. Maana nimejitahidi sana na nitajitahidi ili kila kitu kikamilike kiende kwa sawa. Napenda sana. Nashukuru kwa hilo. Anyway, sahi unaweza ondoka. Tupatane kesho majaliwa, sawa? Acha nikutakia wakati mwema. Poa. Nawe pia.
Hamisi. Ni muda mrefu tangu nionane na wewe. Kama mapenzi ni wewe, kama kupenda ni wewe, nipe penzi baby nilewe, milele mbaki na wewe, nikuite queen my baby oh. Na kwako nisha data, uendako nyuma na kufuata, na hapa katusitokuacha, umbolo zuri sadakta, unipela kizungu China, wapeke ulioteka mtima, na kwako na data mazima, cha kukupa wazo bale misina. Uwe ndio my baby my lord, nikupe moyo mpaka ko, we nikute basi njoo, we inyo wangu membo. Na 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 nini na mimi, na wera mama nyamini, madhera mpaka na vimini, milele ubaki na mimi, tayari kubadili dini, sioni mwingine amini, window my sweet chimami, unanifanya pale Nike mini, kama kupenda napenda, wako was pale na surrender, nitaenda pale unapoenda. Kama mapenzi ni wewe, kama kupenda ni wewe, nipe penzi baby nilewe, milele baki na wewe, nikuite queen my baby oh. Nakupenda tena sana, nakuhitaji usiku mchana, wako pale napambana, vita kali napigana, katu siwezi kukana, we ndio my sweet banana, vita kali napigana, kwa ajili yako kimwana. Asante. Usitie shaka. Unajua ni hatia kubwa sana kwa malkia kama wewe ambao chochote unga chini kwa tajiri. Na nini na mimi, na wera mama Hivi kasri nzima kama ile bila malkia ina maana gani? Sababu unajua nakumbuka uliniambia kuwa umemiliki chombo muhimu sana, na siku muhimu sana kama hii ya leo hayupo kabisa, simuoni. Au yupo wapi? Usijali, mwingine yupo, mwingine hayupo. Hebu atazame hao wanadada wote. Vipi? Unaonaje, yupo miongoni mwao au hayupo? Wewe jaribu kumaanisha kwa kati ya wao miongoni wanawake kwa hapa ndani, na mimi simuoni au? Hayupo. Na watu wako kusikia. Kwa hiyo usihangaike kumtafuta. Bana wanipatia pressure za bure tu. Babu na lolote. Unajua, leo ni siku muhimu sana katika maisha yake. Na ni siku ambayo anafanya jambo la muhimu katika maisha yake. Basi kwa hivi, hakuna haja niliite kazi. Itabidi niliite banda la kuku. Sababu jua kasri ambayo limekamilika, sema kutakuwa na mfalme na malkia. Na hapa ndani hayupo kabisa. Na banda la kuku, kuku anaweza katoka wakati wowote. Akiwa na haja zake anaweza kachomoka, akaenda kwa jirani na akamaliza shughuli zake. Akishamaliza anarudi kwenye banda. Au sio? Changamka basi mlete wewe vipi? Usijali. Acha kakaa hivi mtoto wa kiume wewe changamka. Unajua tu Appreciate hivi karibuni utamwona. So unajua mimi bro hapo.
Hello baby. Hello sweetheart. Poa vipi? Poa, sijui wewe. Uendeleaje? Mzima, hofu kwako. Niko sawa. Niambie. Ila Kusupati. baby. Pati iko sawa. Watu wamewadia kama nilivyotarajia. Ila kuna tatizo. Tatizo? Tatizo gani tena? Tatizo lenye liko ni kwamba simuoni malkia wangu kwenye kazi. Usijali mpenzi, kwani hata mimi nafahamu ni ngumu mfalme kuwa mwenyewe kwenye kasri bila ya malkia, ila vumilia kwa hiki kipindi kichache tu kilichosalia. Hivi karibuni tutakuwa pamoja. Ila samahani sana mpenzi, pole kwa hilo. Hata usihofu, bora mawasiliano yapo. Kila kitu mbona sio sawa, ila ni sawa tu. Okay babe, have some fun. I love you too. I love you more. Mwah. No. Amani. Bari ya huko? Niko poa, hofu kwako. Sisi tuko sawa. Ila baby, Amani. hivi unajua ni kiasi gani moyo wangu unavyokupenda? Ndio nafahamu. Kiasi ambapo nakosa hadi amani ya utulizaji wa moyo wangu kabisa. Usijali mpenzi. Sawa mpenzi wangu, nitavumilia kwa ajili yako. Ingawaje naona miezi miwili kana kwamba mkula mzima. Ndio mpenzi wangu, naelewa. Ni kweli sivyo unavyosema, ila ni moyo wangu tu unavyosisitiza. Mimi mbona kila kitu shwari tu mpenzi wangu. Lazima nijiangalie kwa ajili yako wewe. Sawa mpenzi wangu. Sio bora nakupenda sana. Niharakisha sawa hiyo. Naja. Mpenzi, sasa tuongee muda mwingine. I love you. Vipi kaka? Nakuona na asubuhi. Kama dawa. I can see. Vipi uko busy sana? Acha. Hapa kuna bidhaa najaribu kuzipitia lakini haziniridhisha hata kidogo. Hebu zitazame. Fanya kama kawaida, sawa? Hapa kasi tena kubwa sana.
Sidhani iwapo itakuwa vyema kumshughulikia, maana naweza tukajipata mahala pabaya. Sawa. Madi ni akili hana au ni upumbavu umejaa kichwani? Sasa utaachaje kazi kama ile ambayo inalipa zaidi ya mara 3 kazi ya kawaida? Yaani yule mtoto amelelewa kisepele sepele. Ngoja sasa ni mnyooshe. Halo. Ya, ni Hamisi kutoka Kitlas branch. Nilikuwa naomba tupatane. Hapo, shukrani. Sasa msikilize kwa makini. Wajua hizi kazi unakaa kufanya. Ili ukiongeza marupurupu, mimi nitakusaidia. La sivyo sio nikifaulu. Ni sawa. Swala la hela lina tatizo. Mradi tu kazi yangu ifanyike. Vipi, natumai inaweza kutumania kwa simu? Sasa hapo kwa simu ndio una taswishi. Hoja njia za mkato saa nyingine wanga zinatatanisha. Wewe itabidi ndio toe hizo hela unipatie cash. Okay, sawa. Acha basi nini nikatoa hela ili mradi nije tumalizane. Hapo ina noma. Basi wewe changamka, basi mimi nifanye nipendelea. Poa. Okay, sawa, ndio kumshia. Samahani Taylor. Kwa naomba kama tuweke Hivi wanifahamu vipi wakati hata mimi mwenyewe sikujui? Kwa hivyo unikumbuke kabisa. Okay, ipo hivi. Wakumbuka ile pati ya maji? Ndio. Kwa kuna kijana uko pembeni yako. Wakati kwa atakuanguka chini alikushikilia. Kumbe. Kwa hiyo alikuwa ni wewe? Yeah, alikuwa ni mimi. Kijana barobaro. Sio Pendo nothing. Hamisi, kama sijakosea. Mimi? Okay. Nilikuwa naomba kama sitakukwaza. Kama una nafasi sitakupotezea time yako. Tafute sehemu tukazungumze mambo matatu. Hata usijali, maanake sina haraka. Sina lingine la kuomba zaidi ya kukubaliana na ombi lako. Sasa tuenzetu basi. Ni sawa, twende. Sema kweli, wewe ni mwanadada ambao unastahili kuitanishwa kwa jina Malkia au hata Dhahabu. Sababu thamani yako ni kubwa sana. Mbona wanipandisha cheo bure jamani? Sio kukupandisha cheo. Wajua una kila sifa za kusifiwa.
Yaani nikosa kuunganisha mfumo wangu wa maneno. Asante, nashukuru. Kulingana na uzuri wako, natumai uweze kukosa mchumba. Mchumba? Kusema kweli, kwa sasa sina mchumba, na si eti sitaki mchumba, ni kwa sababu wengi wao hawaamini. Wajua Sheila, mahusiano mengi hujengwa kwa uaminifu, na pengine yule ambaye ulikuwa naye alikosa uaminifu, na sio wanaume wote ambao tuko hivyo. Wajua wengine wetu tumepewa fursa ya kueneza furaha kwa wengine. Kwa hiyo yule ambaye uliokuwa naye saa hizi unamwelezea furaha, sio? Sio kwamba niko naye, ile ikitokea kuwa fursa atanipatia kuwa nimpende, nitakuwa mwenye bahati sana hapa duniani kumiliki malkia. Au vipi malkia wangu? Eti nini? Hamna, hapana, tania tu. Nimewaita hapa kwa sababu kuna jambo la dharura limetokea. Nimepata safari ya ghafla ya kuelekea Tanzania. Na kwa kuwa nyinyi ndio vichwa vikuu vya hii ofisi, sina budi ila kuwapatia fursa ya kuendelea na kazi. Sasa basi, Hamisi atashikilia nafasi yangu, na sitaki kusikia malalamishi yoyote ama jambo lolote limetokea. Tumeelewana? Sawa boss. Tumeelewana eh? Sawa boss. Okay, so kama tumeelewana mnaweza kuendelea na majukumu. Lakini kabla mwende, Hamisi naomba ubakie ili tuongee kidogo. Hamisi, wajua wewe ni kijana wangu kutoka zamani. Na licha ya kwamba wewe ni kijana wangu na kuamini sana. Kwa hivyo basi, waongoze wenzio inavyostahili, wala usiniangushe katika hilo. Sawa? Sawa boss. Hilo nishakuelewa. Naondoa shaka kabisa. Tumeelewana? Usiniangushe katika hili tafadhali. Na kuahidi boss, kila kitu kitaenda shwari. Sawa, tunaweza kwenda. Sawa boss. Alafu niitie Valare. Valare, hebu nishughulikie hizi documents kwa sababu nataka kusafiri nazo. Kwa hivyo zifanye haraka sana ili nizipate. Sawa? Hamisi. Amadi. Niambie. Mbona kana kwamba umeona malaika anakufikia kutoka mbinguni na kutupa zawadi? Ina maana gani na mazungumzo ambayo unazungumza? Naona bosi kakupa usukani. Alafu pia naingia na kuona unatoa tabasamu anaotoa kipofu baada ya kuweza kuona. Wajua Amadi, binadamu kuwa na furaha ni jambo la kawaida,
na haijalishi furaha yenyewe inatoka wapi, bora tu nafsi yake imeridhia basi. Ni sawa basi. Vipi? Waelekea kupata chakula cha mchana au bado uko busy? Hata ni kama umenikumbusha. Unajua leo nilikuwa na mkutano mahali. Na ilikuwa ni wahi. So, mimi itabidi ni wahi hiyo mkutano hiyo. Lakini next time tutaandamana sote lunch. Ni sawa? Ni sawa basi. Au pia kama utajali, naweza kuandamana na wewe kwenye huo mkutano. Hata mimi nipate mawili sitaki. Haina haja. Hakuna haja tukupotezee muda. Sio muhimu. Kwani tatizo kwa bora na kakangu bavuni, mbona kila kitu shwari? Ni sawa, lakini si kwa leo, labda siku nyingine. Poa. Sasa najua kwa nini hitaji niandamane na wewe. Kwa sababu huo mkutano ni wako wewe na mama dada. Sasa hapo sisemi tu. Kama nilivyojua tu. Fresh. Poa, tutachekiana basi. Poa, sawa. Tufanye kazi. Kwa hiyo uko na hakika na unachokisema au wanikumbasa? Bila shaka. Na kazi yako nitaifanya kwa haraka sana. Alafu pia ningependa ufahamu kwa utabidi tuoshe mkono kabla tujakula. Bila shaka nitakuwa nishakamilisha. Ndio. Amadi, nakuwa uko busy. Hauna hata muda wa kupumzika leo siku ya leo? Hamna. Nipia kuna stakabadhi zinahitajika ziwe zimekamilika by kesho. Tunajaribu kuzifikia kwa. Oh. Mimi nilikuwa nafikiri kuna muda tungeandamana kwa nyumbani. Maana hivi ndo nenda nyumbani. Acha mimi niondoke. Kwa na jioni njema. Hivi mpenzi, wajua kuwa nafsi yangu inanisuta kila mara uko mbali na wewe. Yaani natamani tu kungekuwa na uwezekano wa mimi na wewe kuwa pamoja milele. Yaani muda kidogo tunaachana hii. Kisha kuwa hivi. Sasa je, nikisafiri? Ukisafiri naondoka na wewe. Maana siwezi nikakaa mbali na wewe hata kidogo. Unajua wewe ndio furaha ya moyo wangu. Haya, ukiondoka uende mbali mahali penye siwezi nikakuona kwa muda. Si nitaangamia mimi. Kweli siwezi kuacha. Moja ndo malkia pekee maana nilipata. Shanza. Sawa baby. Lakini wakati mwingine unipeleke kwenye kasri lako. Usinilete hapa kwa guest. Oh. Yes. Masih kan? Gini apa?
Naja mara moja. Hamna. Ni Hamada alikuwa ameambia nimchapishie documents fulani alikuwa amesahau kumalizia, ndio nishamaliza. Hata nilikuwa naondoka. Sasa sijui umefuata nini hapo. Mimi sasa funguo zangu za nyumba na Sawa. Sasa kama hutojali, tutaandamana sote nipeleke mpaka nyumbani au? shida. Sawa, tuanze tu. Hivi Vai, rafiki yangu, umefikia napi na masuala yako ya kujiendeleza kimasomo? Bado napambana, ila mlomo kwa mgumu sana, lakini kila kitu kitakuwa sawa. Ila unakumbuka kuwa nilikwambia endapo utahitaji msaada kutoka kwangu usisite kuniambia, kwani sisi marafiki tupo kwa ajili ya kusaidiana. Ila sasa kwa ninavyokujua wewe unapenda kujipambania sana, ili hali mimi nipo. Ni kweli, lakini usiwaze. Nani mte? Hello. What? Lini? Aweza kufanya nini? Usiwaze, tutafanya.
Hamisi. Naam boss. Nafikiri nikiondoka hapa nilikuashia kila kitu. Na maneno yangu ya mwisho ilikuwa sitaki kusikia tatizo lolote limetokezea hapa. Imekuwaje Hamadi akashikwa? Bosi, kusema kweli hata sisi wenyewe tuelewe. Sababu wajua polisi wamekuja wakakagua vifaa vyetu vya kazi sisi sote. Kwa bahati mbaya ukapatikana kwa Hamadi kuwa na chapisha document fake akiuzia kwa wananchi. What? Ndani ya ofisi yangu? Ni kweli bosi. Hamisi, ni wiki moja tu na limetokezea hili. Je, ningekaa mwezi mzima ingekuwaje? Hili swala ni gumu sana. Itabidi nimpigie wakili wangu alifuatilia hili jambo kwa makini zaidi. Bosi, hapo kwa wakili mimi sioni haja. Sababu wenyewe polisi wamekuja na imepatikana kwamba Hamadi ndiye anafanya hiyo biashara haramu. So niwacha yeye atiwe ndani apate adabu. Hamisi. Ulifikiri hili jambo kwa kina sana. Kitu gani huelewi hapa? Hamadi ameshikiwa wapi? Kazini bosi. Hapa ofisini kwangu, si ndio? Ndio. Sasa ndio. Leo Hamadi atapatikana na hatia. Ni lazima hii kampuni itafungwa ili uchunguzi uendelee. Na mimi siwezi kubali jina la kampuni yangu liharibike. Sasa lazima nipigie wakili ili hili jambo lifuatiliwe kwa kina zaidi. Ni kweli bosi, mimi nakuelewa. Wajua najaribu kusema nini sasa? Sababu hii ni kampuni. Tutapata hasara. Kitu cha kwanza tutatoa pesa ya wakili. Ya pili pesa nyingine ya kuongana kesi. Wakati ukweli wenyewe ushajulikana na wazi, yeye ndiye anafanya hiyo biashara haramu. Wacha bebe msaaba wake bosi. Mbona hajapatikana kwa habari ama mimi? Hamisi, unafikiria kweli? Leo angeshikwa kwao, mimi nisingekuwa na wasiwasi wote wala nisingekuwa na shida. Lakini amepatikana ndani ya ofisi yangu. Bimaana litakalotokezea lolote akipatikana na hatia, ni lazima kampuni yangu ifungwe. Kwa ajili ya upelelezi. Unataka kukosa kazi? Hapana bosi. Sahihi, kampuni kiingia doa itafungwa kwa ajili ya uchunguzi. Na mimi sitaki kampuni yangu ifungwe. Sasa ni lazima nipigie wakili ili hili jambo lifuatiliwe kwa haraka na kwa makini zaidi. Yaani kampuni yangu ifungwe kwa ajili ya mjinga mmoja tu. Ndio bwana wakili. Mzuri sana. Nimerudi leo. Kuna jambo la dharura limetokezea. Naomba ufike Changamwe Police Station. Kuna mfanyikazi wangu ameshikwa hapa Hamadi. Ndio. Sijui kuna shida gani, lakini wewe ukifika nafikiri utajua kila kitu. Kwa hiyo wewe nenda hapo haraka iwezekanavyo ili ufuatilie hili jambo kwa makini zaidi. Tumeelewana? Sawa kabisa. Hamna. Ni Hamadi alikuwa ameambia nimchapishie documents fulani alikuwa amesahau kumalizia, ndio nishamaliza. Hata nilikuwa naondoka. Ni lazima hili jambo liishe kwa mara moja sana, kwa sababu sitaki kampuni yangu iharibike. Sitaki kampuni yangu ifungwe. Tuko pamoja? Sababu mwenye hata ukiangalia mbona hajapatikana kwa Valerie ama kwa mmoja wake kwa hapo ofisini, haizi kuwa peke yake, kuna mwenzake unashirikiana kwa hapo ofisini. Umeona Kweli boss. Ama unahusika? Bana boss. Ama unahusika? Unahusika? Sawa kabisa. Nini Hamisi? Na kama ni kina nani?
Wewe usijali, wewe tulia, utapewa mfumo, kila kitu kinaendelea. Mfumo gani tena huo? Mbona sielewi? Maliza yote, maliza. Nani eleza? Kuna nini? Fresh imeisha, si ndio? Kwani umenikia nini? Sasa iko hivi, uwe na amani, unashikiana kuwalaghai wananchi kwa kuwapatia document fake mkidai ni halali. Vilevile unapatia wananchi document original wakati kuna document fake. Mbona kama sikuelewi? Kwa hivyo sasa hivi uelewe, si ndio? Ilianza hivi. Mimi bana, nasikitika sana walaghai wananchi wangu kwa wapatia dokumenti fake nikidai ni halali. Siwezi endelea kuishi tena, najutia sana. Mbavu mkubwa wewe. Kwa hiyo tuendelee. Pole sana Amali, wajua hizi ni changamoto za kawaida na natumai hivi karibuni utatoka. Changamoto ya kawaida? Wajua mimi nadhani wewe ni mtu mstaarabu sana, kumbe ni nyoka inasubiri kitoweo kipite ili kiumeze. Unajaribu kumaanisha nini? Usinichukulie mimi boya, najua kila kitu kinachoendelea na unakijua tena vizuri sana. Kwa nisikilize, hamna kilichokuwa na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Kwa hiyo nengeneka tu, ndipo siku ulimwengu utajua. Wajua Amadi, maneno yako na msisitizo mkubwa sana, mpaka sasa sijakuelewa maanisha nini. Utaelewa na siku ukijua kuwa wewe ndio chanzo cha mimi kufungwa jela, na tena wewe ndio chanzo cha Hajira kutokomea. Wajua mimi niko na ni fulani, lakini kumbe una akili, si ndio? Sasa ngoja tuone kama Simba atachukua kwa maneno ya mdomo. Tulia, uko chini ya ulinzi.
Frida, Naam. kuna jambo nataka nikueleze, ila sijui iwapo moyo wako upo tayari kustahimili kile ninachotaka kukuambia. Kwani ni jambo gani na lina uzito kiasi gani? Kwa kweli mimi niko sawa, wewe unaweza kuzungumza tu, nieleze nini. Unajua fika kuwa Hamadi amekamatwa, sio? Naam, nafahamu. Basi pale Sela alipokamatwa kuna mambo yalitokea, Alafu nini? Zungumza. Hamadi alipoteza uhai wake. Ati nini? Hapana, kwa kweli hapana, sikubaliani na hiki unachozungumza. Pole sana.